Duq TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi. Pamoja na Duq TV1, miski ya roho, unachomokaje? Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت. أما خطبتنا اليوم سأعيش معكم في الموضوع فضل الصلاة الجمعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
wa fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhila aljannata wa fihi ukhrija minha wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumi aljum'ati. Ndugu zangu Waislamu, tukianzia kumshukuru Allah na kuzitaka rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Waislamu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ye pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu ambao watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya Kiyama. Tunamuomba Allah atujalie mimi na wewe tuwe miongoni mwao, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, nikiwahusia na nikihusia nafsi yangu kwenye kumcha Allah, kwa sababu wamekwisha faulu wale ambao watakayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alisema katika Qur'ani ya kwamba walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, na tuliwahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu, na tunawahusia enyi ummati Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao watakayomcha Allah wajue na watambue ya kwamba wale ndio ambao watakaofaulu. Ama khutba yetu ya leo tutazungukia kwenye maudhui ambayo inaonyesha ubora wa swala ya Ijumaa. Pasina kuchelewa, tukifungua maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba katika maneno yake, khairu yaumi tala'at alayhi ash-shams yawm al-jum'ati, siku ambayo iliyokuwa bora ambayo uchomoza juu ya hiyo siku jua, yawm al-jum'ati, ni siku ya Ijumaa ambayo tuko ndani yake leo. Wa fihi khuliqa Adamu, na ndani ya siku ya leo ya Ijumaa ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuumba baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Siku ya leo. Wa fihi udkhila aljannata, na siku ya leo ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuingiza baba yetu Adam alayhi salatu wassalam katika paradiso, katika aljanna. Wa fihi ukhrija minha, na ndani ya siku ya leo ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alimtoa baba yetu Adamu alayhi salatu wassalam ndani ya pepo yake. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumi aljum'ati, wala hakitosimama kiyama isipokuwa ni ndani ya siku ya leo ya Ijumaa. Siku ya leo, siku ambayo Waislamu wengi wameghafilika kuipupia, kuiharakia. Waislamu wengi wanaacha kuikimbilia thawabu ya siku ya leo. Wala taqumu saatu illa fi yaumi aljum'ati, hakitosimama kiyama isipokuwa ni ndani ya siku ya Ijumaa ya leo. Katika riwaya nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema
inna yawmal jum'ati, hakika ya siku ya Ijumaa, sayyidul ayami, siku ya Ijumaa ndiye siku iliyokuwa bwana wa masiku ya wiki. Wa a'dhamuha inda Allah, na hii siku ni siku iliyokuwa tukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Mtume akaendelea nasema, wa huwa a'dhamu min yaumil adha, hii ni siku iliyokuwa bora kuliko hata siku ya kuchinja, siku ya Eidil Adha, siku ya leo. Wa huwa a'dham min yaumil fitri, siku ya leo ni siku iliyokuwa tukufu kuliko hata siku ya Eidil Fitri, siku ya leo. Je, Waislamu wengi ni wenye kujua hii sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tizama namna ambavyo wewe Muislamu unajipamba siku ya Eidil Adha na siku ya Eidil Fitri. Tizama hiyo siku na siku ya leo na hali yako ya siku ya leo. Je, wewe ni mwenye kuitekeleza sunna miongoni mwa sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ya leo? Siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Jum'a, Mwenyezi Mungu ameteremsha sura nzima ambayo imeitwa suratul Jum'a. Kwa wale ambao ni wenye kuisoma Qur'an wanaijua hiyo suratul Jum'a, sura ya siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuonyesha uwajibu na umuhimu wa siku ya leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake baada al-isti'adha wal basmala, wa idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', wa dharul bay', dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أوني الله سبحانه وتعالى، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، na pindi ambapo mtakapoadhiniwa kuhusikana na siku ya Ijumaa, kuhusikana na ibada ya siku ya Ijumaa, Allah anasema fas'au ila dhikrillahi, fanyeni wepesi kwenda kuitikia uwito, kwenda kusikia mawaidha, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadharul bay', na acheni biashara, acheni. Ikawa wewe ulikuwa unauzisha kwenye duka, funga duka lako uende uitikie uwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, na hii ni bora kwenu ikawa nyinyi ni wenye kujua. Lakini sisi ni wenye kujua hii fadhila, hii amri ya Allah, mpaka Mwenyezi Mungu anasema fa idha qudiyatis salah, pindi ambapo mtakapomaliza swala, fantashiru fil ardi, fantashiru
fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mwenyezi Mungu anasema mtakapomaliza kuswali tawanyikeni katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwenda wabtaghu min fadlillah, kwenda kutafuta fadhila za Allah, kwenda kutafuta riziki. Wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi sana siku ya Ijumaa, juu yenu mtafaulu. Ikhwatul iman, huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye anatuonyesha ya kwamba ibada ya leo ni ibada iliyokuwa ya faradhi, iliyokuwa ya mkazo. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake anasema ya kwamba aljum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan: abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Mtume anasema aljum'atu, swala ya Ijumaa, haqqun, ni haki, wajibun, tena ni wajib. Tizama neno haq, haqqun wa wajibun, maneno haya mawili yana maana moja. Kwa nini Mtume asiseme ya kwamba aljum'atu wajibun ala kulli muslimin? Kwa nini Mtume akusema ya kwamba swala ya Ijumaa ni wajib juu ya kila Muislamu? Lakini Mtume anasema aljum'atu haqqun wajibun, tena na ni wajib. Bimaana ukiona vitu viwili ambavyo vina maana moja vinakuja kwenye lafdhu ya maneno, ujue kwamba ni kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka mkazo. Kuna taakid ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, fi jama'atin, katika jamaa. Bimaana hii swala ya Ijumaa inasaliwa ni katika jamaa, katika jamaa. Illa arba'atun, isipokuwa kuna watu ambao ni wa aina nne ambazo swala ya Ijumaa sio wajibu kwao. Mtu wa kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema abdun mamlukun, ni mtu ambaye ni mwenye kumilikiwa, esclave, sio wajibu kwake kuswali salatul Jumaa. Au imraatun, au mwanamke, mtu wa pili huyo. Au sabiyun, au mtoto mchanga. Mtu wa tatu, au maridun, au mgonjwa. Mpaka wanachuoni wanatuambia kwamba fa amma almusafiru fala talzamuhu aljum'at, hakika ya msafiri alazimishwe yeye kuswali swala ya Ijumaa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yakun yusalliha min asfarihi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwa akiiswali hii salatul Jumaa katika masafari zake ambazo alikuwa anazifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad wafaqa yawma Arafa fi hajjatihi Jumaa, na imewafiq siku ya Arafa. Mtume alienda kusimama kwenye Arafa katika hija yake hiyo siku ya Ijumaa, lakini hakuswali. Ikhwatul iman, hapa wanachuoni wakaendelea na kutuambia ya kwamba wa amma almusafiru,
alladhi yanzilu baladan taqumu fihi aljum'a, ama msafir ambaye anaweza akafika katika nchi sehemu ambayo wanasali Ijumaa, anaweza akasali, lakini sio wajibu kwake. Na wanachuoni wanasema ya kwamba ikawa wale watu ambao tulio wazungumza kule, abdun mamluk, esclave, mwenye kumilikiwa, imraatun, mwanamke, au sabiyun, au mtoto, au maridhun, au musafirun, au msafiri, wakihudhuria kwenye swala ya Ijumaa, sahat minhu, basi inasihi juu yao, lakini hawalazimishi wao kuswali swala ya Ijumaa. Na hii siyo hoja kwa wanawake kusema mbona shekhe alisema sisi wanawake hatutakiwi kwenda kwa Ijumaa. Hapana, mnatakiwa kukuja, mnaruhusiwa, lakini hamlazimishwi. Hii ni katika hukumu ya wale ambao ni wajibu juu yao kutokuswali swalatul Jumaa. Ama ndugu zangu Muislamu, mambo gani ambayo tunawajibika kuyatekeleza siku ya leo? Siku ya leo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia nini? Siku ya leo Mtume anasema man ikhtasala yawma aljum'ati ghusla aljanaba thumma raha fi sa'ati alula fakaannama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati thaniyati fakaannama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati thalithatin fakaannama qarraba qabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati fakaannama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati al-khamisati fakaannama qarraba baydatan fa idha kharaja al-imam hadarati al-malaikati yastami'una adh-dhikra. Rawahu Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ikhtasala yawm al-jum'ati, mtu ambaye atakayekoga siku ya Ijumaa, ghuslul janaba, bimaana unakoga janaba hiyo siku ya Ijumaa, thumma raha, kisha wewe unaenda msikitini, fi sa'ati al-ula, katika mida ya kwanza, fi sa'ati al-ula. Huku kwetu ni kama vile unaenda msikitini sete. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fakaannama qarraba badanatan aniyati, na yule ambaye atakayeenda sasa msikitini mida ya saa mbili huku kwetu ni wite, fakaannama qarraba baqaratan, yule mtu ni kama vile amejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutoa kafara au kwa kutoa sadaka ya ng'ombe. Wa man raha fi sa'ati thalithatin, na yule ambaye atakaenda msikitini mida saa 3, ça fait déjà 9h, fakaannama qarraba kabsha aqrana, yule mtu ni kama vile amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa kafara au sadaka ya nini? Ya kondoo ambao ni yenye kuwa na mapembe mawili yenye kunona.
waman raha fi saati rabi'ati fakaannama qarraba dajajatan, na yule ambaye atakaye enda msikitini saa 4 bimaana 10 fakaannama qarraba dajajatan, ni kama vile amejikurubisha kwa Allah, ametoa kafara, ametoa sadaka ya kuku. Waman raha fi saati alkhamisati fakaannama qarraba baydatan, na yule ambaye atakayeenda msikitini sasa hiyo saa 5 12 fakaannama qarraba baydatan, ni kama vile wewe unajikurubisha kwa Allah kwa kutoa kafara au sadaka ya liyai ya kuku, ya liyai ya kuku. Fa idha kharaja al-imam, atakapotoka sasa imam, hadaratil malaika, wanahudhuria sasa malaika msikitini, yastami'una dhikra, na wanasikia sasa mahubiri. Bimaana ndugu zangu Waislamu, hii ni sunna ya Mtume. Waislamu wanatakiwa kuingia mbele ya wakati msikitini, kisha imamu ndio anatakiwa kuja sasa wa mwisho ndio imamu. Lakini hii fadhila Waislamu hamuijui kwa sababu muna neglige. Ndapatia mfano. Wakati président de la République anasema aujourd'hui je dois m'adresser à la nation congolaise, anasema leo nitajiadresse ku nation mu assemblée nationale, wa député wote wanafanya nini? Wanakuwaka waisha tangulia, service protocolaire zote zinakuwaka zisha tangulia, kisha president sasa ndio anafanya nini? Anakuja sasa nyuma, ndio anaingia, na kisha ingia hakuna mwingine wataingia. Aya yote tunaitosha katika mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume anasema fa idha kharaja al-imam, anapotoka imamu iko anaingia hapa msikitini, watu wako 11 Waislamu, wewe unatoa kafara kwanza gani mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ngamia, ni ngombe, ni mbuzi, ni kuku au liyai? Unafika nyuma jinsi unavyotaka wewe, una neglige siku ya leo. Akisha ingia imam, katika riwaya nyingine malaika wanafunga vitabu vya khairati, wanafunga, kisha wewe unafika nyuma siku ya leo. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni sunna ambayo tunatakiwa tuitekeleze. Kwa yule ambaye yakuwa anajua, afahamu ya kwamba ndivyo ambavyo sheria inasema. Hawa makafiri tunawaiga, wanaiga dini yetu sisi, lakini sisi wenyewe hatujue thamani ya dini yetu. Imamu iko anafika nyuma, hakuna Waislamu. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sunna. Kisha Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama anatuambia siku ya leo ndiyo siku ambayo Muislamu anatakiwa kuvaa mavazi yake mazuri. Allah anasema khudh zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu pindi ambapo mnapoenda kuitekeleza ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, siku ya Jumaa wewe Muislamu uko unakuja na salupeti moske, eti unatoka mkazi. Man ambaka hadha, man qala laka hadha, nani anakuambia vile? Allah anasema ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, anta ta'ti ila almasjidi wa talbisu almalabis yakhrujuna rihatan qabiha. Wewe unakuja msikitini hali ya kuwa unavaa mavazi ambayo inatoa harufu mbaya.
watalbisu almalabis mumazziqa, na wewe unakuja msikitini unavaa deshirir msikitini, ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya Ijumaa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, la yakhtasilu rajulun yawma aljum'ati wa yattahiru min tuhrihi wa yaddahim min dunihi au yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalliya ma kataba lahu wa yumsit illa khufira lahu ma bainahu illa ma khufira lahu ma baina aljum'ati waljum'ati alukhra. Miongoni mwa sunna ya siku ya Ijumaa, Muislamu anatakiwa kukoga hiyo siku ya Ijumaa janaba. Wengi hawajui kukoga janaba. Tunapoweka darsa wengi wanatoka. Mtajuaje dini yenu na hamna wakati? Wayaddahin min dughnihi, kisha unakutana Muislamu anapiga manukato, anapiga ka parfum kake. Muislamu anatakiwa kupiga ka parfum siku ya Ijumaa, anapiga ka parfum. Hiyo siku. Thumma yakhruju, kisha wewe unatoka nyumbani kwako, fala yufarriqu baina ithnaini, hali ya kuwa kufarikisha baina ya watu wawili. Thumma yusallia ma kataba lahu, kisha unafika taibu, acha kulala msikitini, kisha unafika msikitini unaswali yale ambayo Mwenyezi Mungu anakuamrisha kama vile sunna. Illa ghufira lahu ma baina aljum'ati wa jum'ati al-ukhra, wewe utasamehewa na Mwenyezi Mungu madhambi ya hiyo siku ya Ijumaa leo na Ijumaa ambayo itakayokuja. Tunawapa tahadhari Waislamu, tahadhari. Na hii tahadhari ndio namanizia sasa hutuba yangu ya leo. Watu leo wanakuwa na tabia ya kuzungumza ndani ya msikiti siku ya Ijumaa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno yake ya kwamba man tawaddaa fa ahsana alwudua thumma ata aljum'ata, yule ambaye atakaye tawadha, atakaye koga janaba, atakaye tawadha vizuri, udhu uliokuwa mzuri, thumma ata aljum'ata, kisha akaenda kuswali sala ya Ijumaa, wastamaa, na akasikiliza khutba ya shekhe, wa ansita, na akaikaa kimya. Mtume anasema ghufira lahu ma bainati aljum'ati ila jum'ati al-ukhra, yule mtu atasamehewa madhambi ya Ijumaa ya leo na Ijumaa ambayo itakayekuja. Maana Allah atakusamehe madhambi ambayo inayopatikana katika hii interval. Kisha Mtume anasema waman massal haswa faqad lagha, na yule ambaye atakayekuwa anachezesha tuka mchanga, waman hassal hasa faqad lagha,
yule ambaye atakaa anachezesha tu kamchanga tu, imamu yuko na hutuba yuko achezesha kamchanga pale peko na ikali, ana Ijumaa. Wangapi wanachezesha telefone zao na imamu yuko na hutuba? Wangapi wanajikata makucha na imamu yuko na hutuba? Wangapi wanafanya upuuzi siku ya Ijumaa na imamu yuko na hutuba? Wewe unalala msikitini. Kisha katika riwaya nyingine Mtume anasema ya kwamba man takallama yawma aljum'ati wal imamu yakhtubu wa huwa kalhimari yahmilu asfara, mtu yoyote yule ambaye atakaye zungumza hali ya kuwa imamu iko natoa khutba anawahubiria, wa huwa kalhimari yahmilu asfara, yule mtu ni kama vile punda ambayo inayobeba mzigo ambao haijue kitu gani inabeba ndani. Na katika riwaya ingine Mtume anasema wa idha qila li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta, hata kile kitendo cha wewe Muislamu unamwambia ndugu yako ambaye yuko karibu yako ikaa kimya na imamu yuko na hutubu, faqad laghawta, wewe hauna Ijumaa. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Tumombe Mwenyezi Mungu msamaha, yeye ni msamehevu pia na ni mrehemu. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد, tahadhari ya mwisho kwa kumalizia hutuba yetu ni kwa wale Waislamu ambao wanakuwa wanaacha kuswali salatul Jumaa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba la yahtiyanna qaumun an wid'ihimul jumu'at au la yahtamanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin, rawahu Muslim. Mtume anasema inna an-nasa alladhina yatrukuna salata al-jum'a min ghairi udhurin, wale ambao ni wenye kuacha swala ya Ijumaa pasina kuwa na hudhuru yoyote, au la yakhtamanna Allahu ala qulubihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapiga mihuri marto katika manyoyo zao. Wewe endelea na acha tu kuswali salatul Jumaa, Allah atapiga mihuri katika roho zenu. Bimana ukhliq min abwabil khair, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufungia wewe au atawafungia wale watu kama hao milango za khairati. Thumma la yakununna minal ghafilin, kisha nyinyi mtakuwa katika miongoni wa watu ambao ni wenye kughafilika. Hata muambiwe Mwenyezi Mungu anasema hivi juu ya yaumul Jumaa, hamtasikia. Allah amepiga mihuri. Na katika riwaya nyingine Mtume anasema man taraka thalatha jumu'atin kutiba minal munafiqin, yoyote yule ambaye atakayeacha kusali sala ya Ijumaa tatu, leo akwenda kumsikia shehe niko mkazi, kesho yake shekhe niko mkazi, kesho yake Ijumaa tatu, kutiba minal munafiqin, wewe utaandikwa katika wale wanafiki. Wewe uko munafiki. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema kusikana na wanafiki ambao hawasikii. Waislamu hizi siku hamsikie, na tutaona tu hapa hamsikie. Mtakuwa kama wale ambao Allah anawapigia mfano, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
wa ala absarihim khishawatun wa lahum adhabun adhim. Allah ni mwenye kupiga mihuri juu ya nyoyo ya wale wanafiki, anapiga mihuri kwenye masikio yao na kwenye macho yao. Walahum adhabun adhim, na watakuwa na adhabu kubwa ambao watakaoipata. Sina mengi ya kusema ndugu zangu Waislamu, lazima tuirudishe imaje ya dini hapa kwenye msikiti ya Essence. Kila siku niko nawaambia Waislamu badilike. Haya maneno sio yangu, ni ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takapomaniza hapa, tuna mgeni atakayewaongelesha, mtamsikiliza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Wa arda minhum al-khulafa minhum Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab, wa Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, wa ashabi alladhina ma dhakarnahum ridwanullah alayhim ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه